Sio kila mwanamke anahitaji nafasi nyingine kwenye maisha yako, hata kama unampenda kwa kiwango gani. Kwa sababu, mtu kuamua kurudi tena kwenye maisha yako, inamaanisha kwamba ametambua umuhimu wako kwenye maisha yake, ametambua thamani yako. Lakini, mtu kutambua thamani yako, sio kubadilisha tabia zake. Mtu anaweza akarudi kwenye maisha yako kwa sababu ametambua umuhimu wako, lakini akawa na tabia zile zile. Kwa hiyo kwako anaweka ni sehemu ya kuja kupumzika, sehemu ya kuja kuegemea mambo yakimzidi. Halafu baada ya hapo anarudia kufanya tabia zile zile. Ukumbuke kuna baadhi ya watu wanahitaji wao kubadilika, sio kuiona thamani yako wewe. Mtu anaweza kaiona thamani yako wewe na asikutreat vizuri kutokana na tabia zake. Kwa hiyo kuwa makini sana na mtu ambaye unamruhusu kurudi kwenye maisha yako, kwa sababu yeye kurudi kwenye maisha yako na akatambua thamani yako haimaanishi kwamba hiyo inaweza ikawa ni sababu ya yeye kubadilisha tabia zake. Anaweza katambua umuhimu wako na bado akaendelea kuwa na tabia zile zile. Na vile wewe utakuwa umemruhusu kurudi kwenye maisha yako, atakuchukulia wewe kama mwanaume dhaifu. Kwa hiyo ana uwezekano mkubwa wa kukuumiza zaidi ya mara ya kwanza. Yaani vile vidonda ambavyo alikuachia mara ya kwanza, akirudi kwa mara ya pili, atakuachia vidonda vikali mno, kwa sababu ile nafasi tu uliyompa ya kurudi kwenye maisha yako ukiitafakari itakuwa inakuumiza sana. Kwa hiyo mimi nakwambia tu kweli mwanaume, usije ukamwamini mwanamke anayerudi kwako baada ya kushindwa alikokwenda, kwa sababu kama aliona yeye kuondoka ndio jibu sahihi kwenye maisha yake, aliondoka. Leo hii amerudi kwa sababu alishindwa. Wewe unafikiri angeweza alikokwenda angerudi tena kwenye maisha yako? Unafikiri huko alikokwenda kungeenda vizuri angekukumbuka wewe? Amekukumbuka wewe kutokana na shida ambazo ameziona huko alikokwenda. Wakati mwingine baadhi ya watu huwa wanarudi kwenye maisha yenu kwa sababu wanaona nyinyi ndio msaada kwao wakiwa na matatizo. Yaani yule mwanamke ambaye akiwa na shida wewe unamkumbatia, ana uwezekano mkubwa sana wa kuwa anarudi kwako kila wakati anapokuwa na matatizo. Sio kwamba atambue thamani yako, hapana. Anakuchukulia wewe ni mtu mdhaifu kutokana na huruma yako. Kwa hiyo kila akipata tatizo ndio anakukumbuka wewe. Wanaume wengi sana hiki kitu mmeshakiona. Wale wanawake zenu wa zamani ambao mliwahi kudeti nao, sasa hivi wanarudi tena wakiwa wanatia huruma. Nihurumie, mwenzako nina maisha magumu, mwenzako sina hiki. Hivyo vyote vinatokana na kwamba anajua wewe una huruma, utaweza kumhurumia. Kwa hiyo baada ya mwanamke kuhangaika na mihangaiko yake, tabia zake kumhangaisha na akagundua kwamba kule nilikoondoka ndo kulikuwa sehemu sahihi ya kubakia, yule mtu ndio anaweza kunisaidia kwenye hii shida, kunamsababisha huyo mwanamke kurudi kwako. Wakati mwingine anarudi kwako kwa sababu ametambua thamani yako kulingana na wewe unavyomsaidia anapokuwa na changamoto. Lakini sio kwamba ana mpango wa kubadilisha tabia zake. Kwa hiyo unaweza ukaishia kuumia tena na tena kwa sababu mwenzako ataendeleza kufanya tabia zake zile zile, hasa akishaushika moyo wako tena, akishakudanganya, akishakurubuni, kwa sababu mwanamke anaporudi kwenye maisha yako huwa anarudi na maneno mengi mazuri sana, kwamba mimi mwenzako nimejirekebisha, nimetambua thamani yako, nimeteseka sana, naomba turudiane, mimi sitokuumiza tena, mimi sitokutendea vibaya tena, sijui nitakupa heshima. Yaani wanaume huwa mnapromisiwa vitu vikubwa sana na hao wanawake, na ndio maana wengi wenu huwa mnashawishika kuwasamehe mkihisi kwamba huyu mtu pengine amebadilika. Lakini ukija kuishi naye unakuja kugundua huyu mtu ni yule yule, ila alirudi kwangu kama sehemu ya kupumzika. Baada ya kuona amerelax, zile tabia zake tena zinaanza kujitokeza. Hapo ndipo wanaume wengi wanapoumia zaidi, baada ya kuona hata nafasi ya pili walioitoa imekuwa ni nafasi ambayo imewasababisha wao kuumia tena. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mwanaume, kuwa makini na mwanamke unayemruhusu kurudi kwenye maisha yako, kwa sababu wanaume walio wengi wamelia kwa vitu vya namna hii. Mtu anaona mwanamke amerudi mikono nyuma, akiwa analia machozi mengi, akiwa anaomba sana kwamba mimi mwenzako nimejua nilipokosea, nimejirekebisha, nimetambua umuhimu wako, nimetambua thamani yako. Mwanaume anashawishika kwamba huyu mwanamke pengine kweli amejirekebisha. Na kutokana na sisi wanawake kutumia machozi kama silaha ya kuwafanyia manipulation, machozi yanafanya sana kazi, hasa kwenu nyinyi wanaume, kwa sababu asilimia kubwa ya wanaume ni watu wenye huruma kupindukia. Mimi nimeshafanya huo utafiti na nimegundua wanaume wengi huwa wanaanguka kutokana na huruma walionayo. Unakuta mwanamke akifika akilia sana machozi, akijielezea sana, akisema mimi nimeacha hiki na kile, mimi hivi na hivi, mwanaume anamuelewa, anaona ngoja nimpe nafasi ya mwisho. Lakini
nafasi ya mwisho unayompa mtu pengine ikawa ni nafasi ya yeye kukuumiza tena kwa mara nyingine, wala isiwe nafasi ya yeye kukuonyesha wema tena, ikawa ni nafasi ya yeye kukuumiza tena kwa mara nyingine, na utaumia sana pale utakapogundua kwamba umetoa nafasi ya mtu kukuumiza mara ya pili wakati alishakuumiza. Yaani hakuna kitu kinauma kwenye maisha yako kama kugundua kwamba umeumia kwa mara ya pili, tena kwa ujinga wako wa kuruhusu mwanamke fulani arudi kwenye maisha yako. Wakati mwingine mwanaume, ukishafunga ukurasa na mtu, funga ukurasa. Usiruhusu kuja kufungua tena huo ukurasa, kwa sababu baadhi ya wanaume hao, wanawake wanapoondoka kwenye maisha yenu, waliwaachia maumivu makubwa sana, kiasi kwamba ilikuwa ni ngumu sana hata yeye kukurudia tena. Yaani hata yeye hakutegemea kama utamsamehe. Aliondoka amekuachia maumivu makubwa sana. Ulilia sana ukiwa unambembeleza huyo mwanamke abaki. Ulikonda. Wiki 2, wiki 3 ulikuwa unaegama tu kwenye kitanda chako, hata usingizi haupati. Ulikuwa umechanganyikiwa, unaenda kazini huna amani, umekonda, umeisha. Yaani ulipitia kipindi kigumu sana. Leo hii umepona, unaendelea vizuri, yale mambo yamepita, anarudi tena kwa mara nyingine, na wewe unakubali kumpa nafasi nyingine. Ndugu yangu, utaumizwa zaidi ya mara ya kwanza. Kuweni makini sana na wanawake, kwa sababu wanawake wengi wana tabia kurudi kwa wanaume baada ya kuziona thamani za wanaume hao. Lakini haimaanishi kwamba hiyo ni nafasi ya wao kubadilisha tabia zao. Mtu anaweza akarudi kwako kwa kuwa ameuona umuhimu wako, na bado akaendelea kuwa na tabia zake zile zile. Na kama mnavyotujua sisi wanawake, mara nyingi wanawake tunapokuwa na shida huwa tunaweka mikono yetu nyuma, huwa tunafiata mikia yetu, huwa tunaficha makucha yetu. Lakini baada ya kukaa sehemu tukazoea, maisha yakaanza kwenda vizuri, hapo ndipo tunapoanza kuonyesha uhalisia wetu. Wako watu wengi sana walishawahi kuwarudisha wanawake kwenye maisha yao na waliwaumiza tena. Hakuna chochote ambacho walifanikiwa kuona kama mafanikio kwa kumrudisha huyo mwanamke. Mtu alimrudisha huyo mwanamke kwenye maisha yake na bado akaja kumuumiza. Kwa hiyo mwanaume, mtu aliyeondoka kwenye maisha yako akiwa amekuachia maumivu makali sana, ulimbembeleza sana, ulilia sana, ulipiga magoti, ulijielezea sana ili akuelewe, lakini bado alikuacha wewe kikatili, sio mtu sahihi wa wewe kumrudisha kwenye maisha yako. Ifike mahali ujitambue, ifike mahali wewe mwanaume utoke huko, ifike mahali uanze kujihurumia, ifike mahali na wewe uanze kujijali wewe binafsi. Huruma nayo sio malezi. Wanaume wengi sana mnaponzwa na huruma. Unamuonea mtu huruma, lakini adui yako sio akumuonea huruma hata siku moja. Ukimuonea adui yako huruma, yeye anaitumia kama nafasi ya kukuumiza wewe. Huruma nayo pia ni udhaifu ambao huwa unawaumiza wanaume wengi sana. Unapoingiza huruma kwa mtu ambaye hakukuhurumia mwanzo anapokutendea mabaya, maana yake wewe umeshindwa kujionea huruma wewe mwenyewe. Umeshindwa kujithamini wewe mwenyewe. Umeshindwa kujipenda wewe mwenyewe. Wewe unajali sana kuhusu mtu mwingine. Na matokeo yake unamkaribisha huyo mtu anarudi kwenye maisha yako, lakini yeye atakapokutendea wewe wala hata kuhurumia. Mwanaume, kamwe usimuhurumie mtu ambaye hajawahi kukuhurumia. Yaani huyo mtu ambaye aliondoka kwenye maisha yako akiwa amekushusha kabisa, ukajiona wewe sio mwanaume, ukajiuliza umemkosea nini na ukupata jibu, asithubutu kurudi kwenye maisha yako. Yaani wewe utakapoona umempa nafasi nyingine mwanamke ambaye aliondoka akiwa amerarua moyo wako, ujue wewe ni mmoja wapo ya wanaume ambao hujipendi wewe mwenyewe, hujithamini wewe mwenyewe. Wewe ni mtu ambaye unajali watu wengine kuliko kujijali wewe mwenyewe. Ukiwa mtu wa kujitoa sana kwa ajili ya watu wengine, wewe ndio mtu unayeongoza kwa kuumizwa sana na hao watu. Angalia hata kwenye maisha ya kawaida. Mtu ambaye anajijali sana yeye mwenyewe, yule mbinafsi, ana nafasi kubwa sana ya kufurahia maisha kuliko yule mtu ambaye anajitoa sana kwa ajili ya watu wengine. Mtu anayejitoa sana kwa ajili ya watu wengine ana nafasi kubwa ya kuumizwa, kwa sababu watu huwa hawakumbuki mema uliowatendea kipindi wanachagua kukutendea wewe mabaya. Hilo lazima ulifahamu. Kwa hiyo huyo mwanamke, hata kama wewe umemtendea mema kiasi gani, lakini siku atakapoamua kuondoka na akuumize, hata kuhurumia wewe. Kwa hiyo wewe ni shauri yako, kama ulikuwa unamuhurumia ni shauri yako wewe mwenyewe. Lakini mimi nimekwambia ukweli kwamba sio kila mwanamke anahitaji nafasi nyingine kwenye maisha yako. Wakati mwingine nafasi unayompa ni ya kuja kukumaliza vizuri. Yaani pale lile tukio alilokupiga anaona halijakutafuna vizuri. Kwa hiyo anarudi anakuja kukupa tukio lingine zito ambalo litakuumiza sana wewe. Kwa hiyo mwanaume, mimi sikufichi, kabla hujamrudisha mtu kwenye maisha yako, pima kiwango cha maumivu ambayo alikusababishia.
Kama uliumizwa sana na huyo mtu, tafadhali usije ukajidanganye. Usije ukajidanganya kwamba siku moja nyoka atabadilika kuwa jongoo. Nyoka atabaki kuwa nyoka, lakini anaweza akajificha, akajifanya hana sumu kali kipindi ambacho anajua anasaidiwa. Na ndio maana mtu anaweza kafuga nyoka yeye mwenyewe na kesho huyo nyoka akaja kumng'ata yeye mwenyewe. Nyoka huwa hawana shukrani kwenye maisha yao hata siku moja. Kwa hiyo kuna viumbe vingine sio vya kuvihurumia. Kuna wanawake sio wa kuwaonea huruma kabisa. Kuna wanawake wanalia machozi, wanaonyesha kila kitu, lakini ukimruhusu tu kurudi kwenye maisha yako, kitu anachokuja kukufanyia hata wewe huamini. Mimi nimeshakutana na mwanaume ameshaumizwa zaidi ya mara 3 na mwanamke huyo huyo. Hapo ndipo ninaposema wewe kama mwanaume unakuwa unawaza nini? Mtu anakuumiza anaenda na kesho anarudi anakuumiza anaenda. Wewe unakuwa unawaza nini unapomsamehe? Anaporudi analia machozi. Kwa nini wewe unamhurumia, hujihurumii wewe kwa kile alichokufanyia? Ifike mahali na wewe ujifunze kuwa mbinafsi wa kujiangalia wewe mwenyewe. Kwa sababu mtu anaporudi kwenye maisha yako atakufanyia manipulation kwa sababu anajisaidia yeye kufiti kwako. Anataka wewe umhurumie, anataka wewe umrudishe kwenye maisha yako. Lakini mwisho wa siku yeye atakachokufanyia wewe wala hata kutazama mara mbili. Kwa hiyo mwanaume, shauri yako. Kama mwanamke aliyekuumiza kwenye maisha yako leo hii anarudi na machozi mengi, akiwa anakupigia magoti, akikwambia sijui msamehe, akikwambia mimi nimejirekebisha, sijui nini na nini, mimi nakwambia kama utampa hiyo nafasi ya pili, pasipo kukaa chini, ufikirie maumivu uliyoyapata, ufikirie kipindi ambacho ulikaa ukiwa haufanyi kazi vizuri, kipindi ambacho ulikuwa unalala njaa, kipindi ambacho ulikuwa unampigia simu anakukatia, kipindi ambacho ulikuwa unambembeleza kwa kila namna, alikuwa anakukataa. Kama utashindwa kupima hayo maumivu ya hivyo vitu ulivyovipitia, shauri yako, huyo mwanamke atakuja kukuumiza tena. Kumbuka, sio kila mwanamke anahitaji nafasi nyingine kwenye maisha yako. Hata kama unampenda vipi. Mwingine wewe hata kama unampenda mwache aende, kwa sababu huo upendo ambao wewe unao juu yake ndio utakaozidi kukuumiza wewe kila siku. Kwa sababu wewe unampenda na unatarajia kwamba pengine safari hii amerudi akiwa amejirekebisha, lakini mwenzako anaweza karudi akiwa yule yule. Wewe anapenda kuwa na wewe karibu kwa sababu kuna vitu unamsaidia kwenye maisha yake. Kwa hiyo mwanaume, shauri yako kama haufikirii kwa makini kabla ya kumsamehe mtu yeyote anayerudi kwenye maisha yako.